Yes, karibu tena kwenye Zero Recap TV, na hii hapa ni episodi ya pili au kipande cha mwisho. Sasa bana, tunaendelea pale tulipoishia. Kumbe bana, kile kiumbe kilikuwa na mwenzake, na kumbe kilikuwa kishapigwa dawa za kukifanya kisielewe chochote, na kikaanza kumpiga mwenzake pale. Kikafanikiwa kumwangusha kwenye mabarafu, lakini hiki kitendo binti hakukipenda kweli kweli, na hiki kitendo kilisababishwa na General, na binti alilia kweli kweli. Ilipofika midamida, ikabidi waende kufanya uchunguzi wa kuangalia je, kile kiumbe watakipata, huku binti akiwaambia kwamba amekasirishwa sana na kile kitendo kilichotokea, ila address akaja bwana na ramani ya kuwaonyesha kwamba kuna mtu mmoja tunaweza kumtafuta na akatusaidia tukakipata hicho kiumbe tena. Ikabidi sasa waelekee mpaka Italy bana. Na walipofika Italy wakakutana na bibi aitwaye Esther, na Esther akawakaribisha na kuambia kuna kitu nyie amkijui nataka niwaonyeshe, na ikabidi wamfuate. Esther akawapeleka moja kwa moja hadi kanisani bana, na kuambia waache kila kitu chao. Kumbe bana, kule kanisani palikuwa na njia ya siri, yani andaki, na akawapitisha na kuambia kwamba haya maeneo ndo tulikuwa tunafanya sala zetu bana na kuabudu hawa viumbe. Na walipofika wakaanza kuangalia, na kwa bahati mbaya bana address akagusa sehemu moja na palikuwa na matundu bana. Alivyoona vile ikabidi aweke miti bana, na wakazungusha ili kuangalia ni kitu gani kinachoweza kutokea. Kumbe bana palikuwa na njia nyingine ambayo sasa iliwafikisha kwenye kaburi moja, na humo kwenye kaburi walikuwa wakitafuta kitu gani kitawasaidia kumrudisha yule kiumbe kwenye hali yake ya kawaida. Walifanikiwa kupata kitu bwana ambacho ni karatasi na hiyo karatasi ilikuwa ya kale kweli kweli, na kwa bahati nzuri wakatoka mle na wakaipeleka makao makuu ili sasa wasaidie kutranslate. Ndipo binti akaanza kuumiza kichwa pale na kuambia anatafuta majibu yatayofaa ili kuwaelezea. Upande wa pili serikali ikaanza kucharuka bana na kuambia kwamba hiki kiumbe kimezoea, naona sasa mwaka 2022 kilifanya tukio hilo la kuvunja nyumba za watu, na kimerudia tena mwaka bana. Ikabidi wamuite yule General ili wamuoji, vipi bana, mbona hatuelewi, kiumbe kinaendelea kufanya uharibifu? Na General akawaambia nimeshatuma kikosi changu ambacho kitahakikisha wanakiinasa hicho kiumbe haraka sana bana. Binti akawaambia tunatakiwa tufanye haraka sana, maana hichi kiumbe kinakula watu, yani kikienda alafu kikisikia njaa kinarudi kula watu bana. Ikabidi afanye majaribio pale ya kuangalia kama wanaweza wakakimalizaje, lakini ikashindikana. Wakaenda kuongea na raia bana, yani watu wote kila mtu akatoa alichonacho, na wakaanza kutega mitego na kuweka asidi bana. Na kumbe bana hiki kiumbe akipendi fujo, yani kelele, na kilipofika wakapiga kengele na kukirushia mabomu mengi kweli kweli bana, lakini yale mabomu yalikuwa hayakizuru wala kuzofika, na kikaanza kuwarushia mawe pale. Na kumbe bana, na kilikuwa kizofiki na chochote zaidi ya uharibifu kiliokuwa kinaufanya,
na kuanza kukimbiza watu pale, wakiwemo kina Address na binti yetu bana. Kumbe bana, tulizania kile kiumbe kilichopigwa ndani ya maji kwamba kilikufa, kumbe hakikufa bana, na ugomvi ukawa mkubwa pale na ukarudi tena kuwa upya. Binti akaanza kuwaelekeza pale na kuambia huu ndo muda sasa wa kufanya kitu bana, huku ugomvi ukiwa ni mkubwa kweli kweli. Sasa wakataka wakilepue na mabomu bana ambao binti alitengeneza, lakini kiumbe kilikuwa ni kigumu kweli kweli na kikaendelea kugombana na kiumbe mwenzake bana. Kumbe binti ile dawa aliyotengeneza kule kanisani ilikuwa inafanya kazi bana, na kwa bahati mbaya Address alidondosha remote, na kumbe ile remote ilivyodondoka ilijibonyeza bwana, na Address akawaambia nimedondosha remote na sijui kama itafanya kazi, lakini binti aliendelea kupiga risasi kweli kweli. Na kwa bahati nzuri sasa, kumbe ile dawa ilianza kufanya kazi na kiumbe kikaanza kupuputika bana, na huku kikifa mdogo mdogo. Kwa bahati nzuri kile kiumbe kingine kilikuwa bado kipo bana, maana hiki kiumbe kimoja ndo kilikuwa kimewekewa na yule general akili mbaya bana, ambayo inasababisha kiwe kinaua watu. Na kwa bahati nzuri furaha ilirudi na kile kiumbe kiliondoka bana, na kikawaacha binadamu waendelee kuishi. Mtumishi wa general alifanikiwa kutengeneza kiumbe mwingine mdogo bana, ili waendelee kuisumbua dunia na kuiharibu dunia bana. Na hapo ndo unakuwa mwisho wa story yetu tamu iitwayo Troll namba 2 iliyotoka mwaka 2025. Na mimi ni storyteller wako niitwaye Zero Recap TV. Asante.